na kuzieleza sababu ambazo zinaambiwa hizo ndiyo alama katika alama za Kiyama, lakini ni za kati na kati. Nazo kuzijua ni jambo muhimu ili litupunguzie fukuto na zogo ambalo linakuwa mara nyingine inatukuta wakati wetu huu. Ndio maana hili somo linaitwa fiqhu tahawulat, kutambua yale mabadiliko ya nyakati na zama, ili sisi tusiwe miongoni mwa hao waliotekwa na jambo kama hilo la ubaya. Leo tunaangazia kuangalia mawqi'atul jamal. Hii mawqi'atul jamal ndio tunaweza kusema sehemu kubwa wale tunasema wasona adab na Mtume sallallahu alaihi wasallam wanachukua. Hii ndio sehemu ya pointi ya kuwadefine na kisha mwisho wa siku kuseparate, kuwagawanya masahaba, kuonekana huyu ni bora, huyu sio bora. Kwa tukio hili inaitwa mawqi'atul jamal, yani vita vya Jamal. Hii ni moja ya sababu vita hivi mpaka kudhihirika baadhi ya watu na makundi wanaosema vibaya masahaba radhiallahu ta'ala, lakini kwa yule ambaye atasikiliza kwa makini na kwa wale ambao tunaitaniq, maana tunashika madhhabi ya ahli sunna aljamaa, hatakuwa na ufahamu huo wenzetu hao walikuwa wameenda sivyo ndivyo. Sheikh anatuambia hapa katika kitabu chetu hichi ambacho ni al-ususu wal muntalaqat fi tahlili wa tafsili ghawamid fiqh tahawulat, anasema maneno haya yafuatayo: wa min alamati as-saa, na katika alama za kiyama, al-wusta, za kati na kati, mawqi'atul jamal, ni vita vya Jamal. Wa fiha jumlatun min alfitan, na katika hiyo tulioeleza mawqi'atul jamal, ndani yake kuna fitna nyingi, jumla ya fitna nyingi sana, almansusu alaiha, zilonukuliwa na kuwekwa kwamba ni katika alamati as-saa. Hizo ni katika alamati as-saa. Katika hii mawqi'atul jamal tunaona kwamba Sayyidina Aisha anatoka kwenda kutaka kisas na haki kwa wale waliomuua Sayyidina Uthman. Hii mawqi'atul jamal. Na pia humo anauliwa Sayyidina Az-Zubair, ambao ni katika al-ashara mubashirina bil janna, katika hiyo mawqi'atul jamal. Wa Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa iko vipi au kwa namna gani? Tukitegea sikio kwa uchache tutapata kujua, kwa sababu tumemzungumzia mauaji ya nani, ya Sayyidina Uthman bin Affan jana, na tukaambiwa atakaona raha na furaha au kuhisi ndio sawa, basi atakuwa miongoni mwa wafuasi wa Dajjal hapa duniani, au akifufuliwa kaburini atakuwa amemwamini au miongoni mwao. Sasa kutokana na hili lilobeba lile fukuto kwamba kutokana na hadithi ya Mtume lazima na sisi tutoke, tutafute kisasi, tutue damu yetu isipotee vivi. Maana kukaa hivi ni sawa na kuridhia. Sayyidina Ali karamallahu wajha, baada ya kushika ile mansib, akawa anawapoza watu wasifanye hivyo. Lakini kabla sijaendelea, ili tupate picha kamili, lazima nizungumze kwa uchache sana hii mawqi'atul jamal ni nini. Mawqi'atul jamal ni vita ambavyo vilitokea Basra na Iraq, mji uliokuwa katikati ya nini. Hii Jamal ni mji uliokuwa katikati ya yani, vita vilitokea kati ya mji wa Basra na Kufa katika ndani ya nini, ndani ya Iraq. Ni mji ulipo kati maeneo hayo, ambayo ilitokea takriban mwaka wa Hijria 36. Sasa hivi tuko mwaka 1447. Tajaribu kwenda haraka kutokana na wakati wetu wa kutoshelezi. Katika utawala wa Sayyidina Ali
karamallahu wajha radiyallahu anhu, ilitokea vita hivi. Sababu ya kutokea ni vipi? Kwanza, kwa nini imeitwa Mawqiatul Jamal? Imeitwa Mawqiatul Jamal kwa sababu ndio ilikuwa ni nembo ya kujua vile vita. Kwa sababu Aisha radhiallahu anha ndio alikuwa juu ya Jamal. Jamal maana yake ni ngamia. Kwa kuwa yeye, ili tujue hili ni jeshi linaotoka kwa ajili ya kutaka kisas, alama yake ilikuwa ni nani? Ni Aisha alikuwa juu. Ndio maana hii ikaitwa Mawqiatul Jamal, kwa sababu ilikuwa ni alama kubwa, ni vile kuonekana sasa Aisha iko juu ya ngamia. Alitoka kwa ajili ya kutafuta kisas, sababu alisikia mna Mtume sallallahu alayhi wasallam atakayekuwa ameona raha wala kwa chembe kuuliwa kwa nani? Kwa Sayyidina Uthman, basi atakuwa miongoni mwa Dajjal, na hata kama atakuwa hajamuamini, hajampata hapa katika maisha uhai, atamuamini katika maisha ya kaburini. Kwa hiyo ikaitwa hivi kwa sababu anna Sayyidat Aisha radhiallahu anha kanat rakibatun ala jamal, alikuwa amepanda katika jamal na alikuwa katikati ya maraka, ikawa ndio sababu ya kujulikana alama lile jeshi ambalo linaenda kutafuta kisas cha Sayyidina Uthman radhiallahu anhu, na ndio sehemu ya kurakiz kama vile walivyokuwa wakiheshimu watu ilmu. Na hii iliyomfanya Sayyidat Aisha afanywe hivi ni ilmu, ndio iliyomfanya anyanyuliwe kwa daraja hiyo mpaka hii kiswa ikaitwa Mawqiatul Jamal. Sababu ya kupatikana kwake hiyo tumeeleza, kueleza ni nini Mawqiatul Jamal na kwa nini imeitwa Mawqiatul Jamal. Vita vya Jamal vimeitwa vita vya ngamia kwa sababu Sayyidat Aisha alikuwa juu ya ngamia, watu wote wanamuona akiwa juu, wanajua ile ndio jeshi linaenda kutafuta kisas cha Sayyidina Uthman. Sasa tunasoma sababu ya kupatikana vita hivi vya ngamia. Baada ya kuuliwa Sayyidina Uthman, akashika uongozi nani? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Masahaba wengi sana wakawa wanamkera na kumfuata Sayyidina Ali. Ya Sayyidina Ali, vipi unakaa hivi? Hajafanya kisas, hajalipiza. Sayyidina Uthman kauliwa, mbona nakuwa vivi? Kwa nini unawaachia hawa? Lakini Sayyidina Ali radhiallahu anhu raa ta'jila ndio jambo zuri, kuchelewesha, yani kuto kuchukua hatua pale kwa pale, achelewe, akaona ndio jambo zuri, kwa kwamba akafanya ta'jil, kuchelewesha dhalika hata yastaqira al-amru, mpaka jambo litulie na umma hukubaliana hili jambo kwa ukamilifu, watu wote. Kwa nini alifanya hivi? Kwa sababu aliona hii italeta fitna kubwa sana, kwa sababu wale wauaji waliomuua Sayyidina Uthman walikuwa wameshaka tayari kwa ajili ya vita na kupambana. Indasu fi nas, wakawa wameingiza sumu na ubaya katika watu, wanasubiria vita vitokee. Kwa hiyo Sayyidina Ali akawa amekaa kimya na kuambia watu wana subra, wa khashyat fitna, akahofia nini? Fitna. Sasa kwa kuwa Sayyidina Ali amechelewesha, masahaba wengine wakasema la, hatuwezi tukasubiri namna hii, kan yushaji'u al-qatla, kwa sababu tukisubiri tunaona wale watu waliomuua Sayyidina Uthman wanajiona mafahari, wanajiona wakubwa. Maana sasa tukikae vivi, anna ta'khira, huku kuchelewa, yushaji'u al-qatla, inawapa nguvu wale ambao walioua, wa yudhayyi'u ad-dam, na damu yetu itakuwa imepotea. Maana damu ya Sayyidina Uthman imefanyika kwamba haina maana, kama tunavyojua Muislamu hauliwi, na kiuliwa damu yake inathaminiwa, maana yake inalipwa qisas. Kwa hiyo ikiwa damu yake imepotea, maana yake qisas yake tekelezwa. Kwa hiyo sasa wakafunga safari na kukusanya jeshi, watu hawa watatu. Kiongozi wake wa Sayyidatuna Aisha radhiallahu ta'ala anha, akifuatana Az-Zubair bin Awwam radhiallahu anhu na Talha bin Ubaidillah radhiallahu anhu. Watu watatu hawa ndio kama machifu walisema, hata kama yeye Ali amekaa kimya, sisi tukubali, lazima tutoke twende Basra, kwa sababu walikuwa wamemuua Sayyidina Ali, walikuwa katika mji Sayyidina Uthman katika mji wa Madina, lakini walitokea Basra. Akasema sisi tutoke twende tukapambane. Sasa kabla sijaendelea kumaliza kisa, logic na nyinyi mawazo yenu waumini,
katika hii hali unaona kwamba masahaba wana makosa? Kwa nini umepigana wao kwa wao? Kilojiki tu ukafikiria, kwa sababu Sayyidatuna Aisha ni zawjatu Rasul, ni mke wa Mtume, na tena alikimpenda, na tena hadithi zimekuja ni mkewe hapa duniani na huko akhira zimekuja kutia nasi kabisa. Na tena Sayyidina Ali aliambiwa wewe ndio uwe msaada nikiondoka mimi kwa Aisha, sababu yote aliyoeleza masahaba zake. Tukiangalia ile dhamira aliyotoka nayo Sayyidatuna Aisha, alitoka nayo Zubair, alitoka nayo Talha, ilikuwa maana yake ni ubaya au ilikuwa ndo katika ule wema ikawa ni sababu wao kupishana? Maana yake hapo wanamuona Sayyidina Ali anachelewa, Sayyidina Ali anafanya hikma, kwa sababu naona hapa atakuwa mauaji makubwa sana ambayo tutauana sisi kwa sisi. Akatumia hikma ya kusubiri kidogo, hakuwa mwenye pupa, anapanga ili watu wote wamridhie kwamba jamaa tukafateni kisas, tufanyeni kulipiza. Wale wakaona lile joto, na kama unajua sasa Aisha wote vijana walikuwa kipindi hicho, sasa Aisha alikuwa mdogo na Mtume amekufa bado yuko young, kwa hiyo zile damu zinachemka. Wakasema hapa sasa tusubiri bwana, wakusanya jeshi, wakatoka wakakhuruji kwa ajili ya kutafuta kisasi. Sasa hapo hata ukiangalia nia, hata kama walikosana, ni kwa sababu ya lile kutafuta jambo ambalo la sawa. Sayyidina Ali amesubirisha kuhofia fitna, hiyo ni jambo kubwa, daraja kubwa. Hawa watatu wametoka, wanasema haiwezekani tukaingia kwenye hadithi aliyosema Mtume kwamba tukawa miongoni sisi tutakaofufuliwa na Dajjal, wakasema tutoke. Lakini leo sisi tunajifanya ambao ni encyclopedia au manake ma intelligence, tuna akili kubwa, tunasema kwamba Aisha hafai kadha wa kadha, sijui wale walitokompokonya Ali kadha, tunahukumu wenyewe kwamba huyu ndio bora, huyu sio bora. Hiyo ni kuingia katika tatizo, Kwa hiyo wakatoka hawa. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya hivi vita vinavyoitwa vita vya ngamia, Mawqiatul Jamal. Sasa katika jeshi kama nilivyosema, walikuwa watu watatu. Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha, ambaye kharajat linini, liislahi wa jam'il kalima, alikwenda kwa kutasuluhisha na kuwakusanya watu pamoja. Hakutoka kwamba anampinga Ali, anafanya uadui. Az-Zubair bin Awwam, ambaye huyu ni tunasema ni kazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni bin amma wa Mtume, ni mtoto wa shangazi yake Safia, na imekuja hadithi hasa ambayo imehitaja mwenyewe Sayyidina Ali mwenye kumuua mtoto wa Safia. Kwa sababu Safia alikuwa katika daraja na Zubairi bin Awwam alikuwa ni mtu mkubwa katika ucha Mungu, mpaka Mtume SAW akambashiria yeye ni watu walioingia peponi wakati yuko hai. Haya, leo unakuja kumwambia Zubairi hafai kwa sababu amempinga Ali kwa kadha wa kadha, maana yake unaingia kwenye matatizo na shida. Huyu tayari kashaingizwa peponi na Mtume SAW. Kwa hata iliyotokea yanakuwa ni fitna, wamechonganishwa, wagombana kwao, na hii ndio sababu Waislamu sote tunakuwa tuna udhaifu kwa sababu ya hilo. Hata ilipokuja mwisho wa Ottoman Empire, sababu kubwa iliyokuja kuachana wale ni wale kugombanishwa wao kwa wao. Watu mmoja kwa kitu wa Mongoli walikuwa na fitna kubwa sana kwa Waislamu. Ilikuwa nayo walikuwa wanasababisha kwamba Waislamu wapigane ili wapate wepesi. Kama hivi sisi leo tunapiganishwa nini? Kifikra. Sisi leo tunapigishwa kifikra kwamba Shafi'i, Maliki, Hanafi, Sufi, Wahabi, kifikra tumeshaikwa katika mapigano. Kwa hiyo hapa sisi hatufikirii hicho, tunafikiria hayo tu, tutafute vitabu gani mimi ni mrudi Sufi, ndio vitabu gani mimi ni mrudi Wahabi, maana hii ndio katika haki na dini, ni mtafute nini. Wenzetu wana develop, wanaendelea. Yaani hizi ndio kwa njia zao kuwagawanya Waislamu wasiwe na maendeleo, wasiwe na nafasi. Lakini kuidentify kitu kama hicho inahitaji taufiki na deep kweli ya thinking. Taufiki ya Mwenyezi Mungu ije ndio uzindukane kuona kwamba sisi Waislamu tunatakiwa tushughulikie maji ya mengi ya madogo ya kijana chafuka, tusishughulikie kwamba watu watatibiwa vipi, watasoma vipi, uchumi utakuwaje, tushughulike mambo hayo. Tumeshapigwa vita, ndio sasa hivi hali zetu hizo. Mwingine hata msikiti ya swali, na wengine mpaka misikiti wameiacha, wametengeneza maeneo yao ya muswala, sio msikiti, yani ilikuwa manyumba wakaweka muswala ndio wanaswali. Kwa nini? Kwa hivi vita vinavyopigwa kwamba Waislamu kwa sababu tuwe mbali tusiwe na nguvu moja.
Basi kutoka kipindi hicho ilikuwa inafanyishwa, ndio hii ilitokea. Sasa Aisha akatoka na yeye, Sayyidina Ali akatulia, kwa sababu kuna fujo inachochea Waislamu wafanye wapigane. Talha naye katika wale ambao mbashirina bil janna, naye alitoka mahum adu min ahli Basra mimman aradu al-islah lakini wal qisas, ambao walikuwa kusudio lao wengi pia watu waliokuja pia kutoka Basra kaunga mikono, kwa sababu lengo kwa wanataka kulipiza kisasi cha kuuliwa kwa nani? Kwa Sayyidina Uthman radhiallahu anhu. Sasa hao tuambia wana nia mbaya, tuambia hao masahaba wabaya wamempinga Ali, hajamfuata Ali. Sababu hii ni kitu kipo katika hisia ya kila mwanadamu, kwamba unapoona kwamba haki iko, saa nyingine hujapata hikma ya kusubiri, unafanya ile jambo. Ndio maana tukaambiwa kwamba innamal a'malu binniyat, sio lazima kumhukumu mtu. Tayib, makusudio kama unavyojua ya vita kama hivi ilikuwa wao kutafuta suluhu, na wale ambao walikuwa wamemuua Sayyidina Uthmani walipizwe kisa chao, lakini wale ash'ala alfitna, wakawasha moto wa fitna, wakawa wamemuua Sayyidina Uthmani na wakawa wanachochea sasa huku na huku ili watu wenyewe fanyaje, wapigane. Lakini Sayyidina Ali akalijua hilo, akawa amekuwa kimya. Ibn Kathir katika Bidaya haya anasema batu ala niyati sulh wa batal mufsiduna ala niyati alfitna, watu katika vita vinapopambana Waislamu wako katika lengo la kusuluhishana, wale wako katika lengo la kufanyaje, la kuinua vita vile vikubwa zaidi. Sasa Sayyidina Aisha na Talha na Zubair kutoka kwao kukawa kuna namna ya kuleta nguvu ya kutetea kisasi. Tuangalie Sayyidina Zubair. Hii ndio ilikuwa sababu ya Sayyidina Zubair radhiallahu anhu kuacha kuenda kulipiza kisasi na kuamua kurudi kwa nani? Kwa Sayyidina Ali. Kwa kuwa kulishagawanyika, wale waliotoka na Sayyidina Aisha walionekana hawa ndio maadui wa Sayyidina Ali. Kwa hiyo mmoja katika watu wa Sayyidina Ali akamuua. Wakati Sayyidina Zubair anarudi sasa, baada ya kuelewa, akakumbuka ile maneno, kwa sababu katika hadithi Mtume SAW walipokuwa wanaambiwa, ambayo imekuja hadithi sahihi kwamba qulna lizubair, tulimwambia Az-Zubair, Mutarrif anatuhadithia, tulimwambia Zubair kwamba ya Aba Abdullah, ewe maja bikum, imekujia nyinyi dhayatum khalifa, mmejisahau mpaka khalifa wenu akauliwa, alafu mnakuja sasa mnataka mfanye qisas. Nini kilichokupateni mmemwachia hivyo? Sayyidina Zubair akawajibu akamwambia, sisi tulikuwa tukisoma na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akajibu maneno ambayo inna qara'na ala ahdi rasul sallallahu alaihi wasallam, sisi tulikuwa tukisoma Qur'an katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatuambia hivi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa, kwamba wattaqul fitna. Tulikuwa tunasoma maneno haya wakati Mtume yuko hai, tulisoma Qur'ani na tukataza kwamba tuogope fitna tusiendee, hasa kwa wale ambao walikuwa madhalimu watakuwa kati yetu sisi, watugombanishe sisi, tutakuwa tufahamu ili tupigane sisi kwa sisi. Kwa hiyo alipomwambia maneno kama hayo, akawa yeye amerudi nyuma, akaamua kurudi sasa kuungana na Sayyidina Ali katika mawazo, katika fikra, ambayo sasa Mtume SAW katika kauli yake ya kumwambia Az-Zubair aliyakumbuka. Sababu Zubair aliambiwa maneno na Mtume SAW wakati yuko na Aisha kule wanataka kulipiza kisasi, akakumbuka ile maneno ya nani? Ya Mtume SAW. Maneno Mtume SAW alimwambia nini? Katika hadithi sahihi ambayo imepokea Imam Ahmad na katika isnadi sahih, Mtume alimwambia Zubair wakati bado hajafa, akamwambia itatokea tatizo Ali atakapotawala, la tuqatilunnahu wa anta lahu zalim. Akamwambia hivi kwamba la tuqatilunnahu, tena kamwekea kata ukidi, wewe utapigana naye huyo Ali. Kuna qatala na qatala katika lugha ya Kiarabu. Qatala ni kupigana, qatala inakuja na mbili, kuua au kulaani.
sahaba imetumika ile ya kupambana. Mtu ambaye la tuqatilannahu, wewe utapambana na Ali sawa, lakini ujue wa anta wa halia, kwa wale watu wenye kujua lugha, wa anta lahu zalimun, hali ya kuwa wewe kwa kufanya hivyo unakuwa unamdhulumu nani? Unamdhulumu Ali, yeye yuko sahihi. Jaribuni Waislamu kuunganisha doti. Huku Sayyidina Zubair alighafilika maneno, akatoa kwa ajili ya nia nini? Kulipisha kisasi. Alipokumbuka maneno ya Mtume kwamba akishindana na Ali atakuwa anamdhulumu, akamwambia siwezi kushindana naye, akaamua kuacha na kufanyaje? Kurudi. Kwa maneno kama haya Sayyidina Zubair radhiallahu anhu ikamfanya itazala anil Aisha fil firqa, akawa kule kwa sababu Aisha ametoka, akawa sasa anarudi Madina kukutana na Sayyidina Ali radhiallahu anhu ili amkumbushe Mtume na ili aungane naye katika kusubiri. Ndio wanachuona wanatuambia kama hivyo Sheikh usema wa hadha alhadith, yani hadhihi almaqula sababan fi i'tizali Zubair li jaysh aljamal. Hii ndio kwa sababu kubwa huyu nani Az-Zubairi aachane na vita vya ngamia, yani mawqi'atu jamal, aachane nazo, arudi kwa nani? Arudi kwa Sayyidina Ali aungane naye. Njiani wakati anarudi sasa, thumma laqiyahu ahadu ashabi Imam Ali radhiallahu anhu, wakati anarudi akutana na mmoja katika wanajeshi wa Sayyidina Ali radhiallahu anhu. Akafanya vipi? Faqatalahu, kwa sababu Uthman alishakuwa katika hali ya tauba, hali ya kuona anataasa, hakuwa na nguvu yote ya kupambana. Alikuwa na nguvu na uwezo, walikuwa na uwezo, maana bado vijana, lakini hakutaka mambo ya ghasia na nini. Yule pamoja akasema wewe ndo adui bwana, adui wa Mwenyezi Mungu, ndio mnampinga Ali, akamuua. Tutizame hapo huyu sahaba naye alimuua nani? Az-Zubair. Maukifu yake ilikuwaje? Yeye aliona kwamba huyu ni adui wa Ali kwa fitna ambayo ilianzishwa. Wote kuangalia wako sawa. Mwisho nitamalizia kwa akida ya nani, ya Ahlus Sunna wal Jamaa kwenye maukifu kama haya, tuone kwamba wameyafahamu vipi ya matukio kwa nia nzuri na ufahamu sahihi. Baada ya kumuua akaona jambo zuri, kwa sababu tabia kiongozi akiwa hajasikilizwa wala wanaletea habari za ufanisi wake, ataona raha, akaona aende moja kwa moja kwa Sayyidina Ali amwambie, mimi bwana nimekutana na Zubair njiani, nimemmaliza mara moja. Sayyidina Ali akasikitika sana, akamwambia, umeshajitia kwenye jahannam, kwa nini umefanya hivyo? Ungemwacha Mwenyezi Mungu mwenyewe angempa ilhamu akarudi. Tena ndo hapo anarudi, Sayyidina Ali hatajui, akamwambia ungemwacha mwenyewe angerudi, Mwenyezi Mungu angempa ilhamu. Haya, imekuaje ya Amir al-Mu'minin? Kwa sababu ndio anatawala. Akamwambia, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema, Mtume sallallahu aliniambia mimi, anaambia bashiri qatila ibn Safiya bin nar. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Sayyidina Ali, yoyote atakayemuua Zubair basi mbashirie ni mtu wa motoni, sio mtu wa peponi, mwambie hivyo. Akamwambia, kwa hiyo sasa hivi wewe ni mtu wa motoni, lakini kwa kuwa umemuua na kufanyia toba yako, huenda Mwenyezi Mungu akakutana na wewe kwa salama. Na yeye akamuua. Sayyidina Ali akamuua, alomuua nani? Zubair. Kwa sababu gani? Aliambiwa na Mtume sallallahu, kila atakayemuua Zubair mbashirie kwamba yeye ni mtu wa motoni. Katika riwaya hii sahihi ambayo ameipokea Imam Ahmad katika musnadihi na Imam Hakim katika mustadrakihi na wengineo katika wapokezi wa hadithi, kama Sayyidina anasema kwamba bashir qatila ibn Safiya. Mama Safiya ndio Az-Zubair, mama yake ni Safiya ambayo ni shangazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safiya ni katika watoto wa mzee Abu Muttalib ambayo ni shangazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtoto wake ni nani? Az-Zubair. Kwa hiyo akaambiwa atafanya hivyo, ambashirie kufa. Wa qama alayhi al-hadd. Sayyidina Ali akamsimamishia hadi, wa qatalahu al-Imam Ali radhiallahu anhu, yani Sayyidina Ali mwenyewe akachukua upanga akamkata, kwa sababu amemuua nani? Zubair. Sasa unganisheni doti, Zubair ametoka anatafuta qisas,
akatanabahi maneno ya Mtume kwamba atakuwa anampinga Ali, anamdhulumu. Akarudi huyu, katoka kamwona yule ni adui, kwa sababu shafitinishwa, akamuua. Sayyidina Ali hakurudi nyuma, kwa sababu wewe ulitoka bwana ukanipinga, kama si leo Waislamu tulivyo ukishachochewa na Wahabi, ukishaona Sunni, wewe si Sunni bwana, wewe si Sufi bwana, anaamua cha kufanya chochote. Lakini sasa alifanyaje? Alisema kwamba huyu ametoka kwa dhurufu ya fitna, lakini sio mtu mbaya, kwa sababu Mtume anambia atakayemuua Zubair ni mbashirie moto. Kwa hiyo naye akasemesha hadi, akaona kwamba hayuko sahihi kwa kile kitendo alichokifanya. Sasa Aisha naye akatanabahi. Kutanabahi kwenyewe, Sayyidina Ali alijulishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba itatokea jambo kwa Aisha, wakati kabla hajafa, itatokea jambo kwa Aisha, msaidie kumrudisha nyuma Sayyidina Ali. Lakini fitna ilivyokuwa kubwa, Sayyidina Ali hakuweza. Lakini naye Sayyidina Aisha mwenyewe alikuja akazindukana kwa hadithi hii ambayo nataka kueleza hapa. Sasa fi khuruj Sayyidina Aisha radhiallahu anhu nususun mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam linisaihi jaa fi al-fath, kama Fath Bari kaeleza hiyo riwaya katika hadithi za Aisha kwamba amesema inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume siku moja alisema kuambia wake zake. Kuambia vipi? Akawa anasikitika Mtume kwa kusema kaifa bi ahadikun, vipi mmoja wenu nyinyi wake zangu tambahu alaiha kilabul hawab, atakuwa anabwekewa na majibwa ya hawab. Ya nini? Ya hawab. Hawab ni mji katika, yani hawab ni mji uliokuwa kati ya Makka na Basra, ambayo ndani ya Iraq. Ni mji uliokuwa Makka na Basra, katikati ndio inaitwa hawab. Sasa Mtume anasikitika kwa sababu anajua litatokea hili. Anasema vipi katika nyinyi wake zangu ikatokea mmoja katika nyinyi akabwekewa ile kufanya yani akabwekewa na mbwa katika mji wa Hawab. Wakashangaa, keze Mtume sallallahu alaihi wasallam wakashangaa, kama vile Hafidh Ibn Hajar Asqalani yeye mwenyewe. Sasa na Aisha akajishtukia kwa kusema vipi, mimi ndio nitakuwa mbaya Rasulullah? Kwa sababu walikuwa na falsafa ya kujua maneno. Akamwambia la, walakinahu fitna, itakuwa fitna kweli. Sasa ule alipokuwa Basra, sasa Aisha alipopita ule mji na kweli wale mbwa akabweka vile vile. Sasa Aisha akamwambia Mtume, kumbe nimetoka na kuja kutafuta kisas, lakini kumbe hii ni fitna alionambia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naye akafanya anarudi kumsikiliza nani? Sayyidina Ali radhiallahu anhu, ambayo Sayyidina Ali mwenyewe aliambiwa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini akanasikiza? Kwa nini Ali hajanirudisha? Akasema inna lillahi inni la alimtu, kama nimejua sahibatun hadha alhadith, mimi ndio tatizo ili tukio. Akawasa anawaambia wale wafuasi, kwa sababu ndio juu ya ngamia, ruduni, rudisheni Madina, rudisheni Maka. Kwa mazungumzo kama nirudisheni Maka, msiniachie hapa, Maka nisaidieni, peniulizi nirudi kwa Sayyidina Ali kwamba yeye yuko sahihi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alishatabiria. Hii muone nguvu ya fitna ilivyokuwa inafanya kazi, nguvu ya fitna ilivyokuwa inafanya kazi. Lakini baadhi yao wakawa wamedhani kwamba maksudio kwamba lazima walipisha watu kisasi, wakawa hawakubali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrisha, maulama sasa view zao maulama katika hadithi nasema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akuamrisha jambo hili kwa vile maasi au nahaa anil islah, hii hadithi tulisoma, sio kwa maana Mtume alimkataza kwamba anachofanya ni maasi au alimkataza asiende kufanya islah, bali kamtanabisha kwamba time hiyo itakuwa fitna kubwa. Na yeye na Aisha akazindukana akajua kweli ni fitna, na majibu yale yamembwakia vile vile. Na hiyo ndio ilikuwa Mtume sallallahu anapotabiri kitu au tunasema kitu inakuwa vile vile. Kwa ndio maana waambiwa wakeze kaifa bi ahadikum, vipi mmoja wenu itapofikia kwamba tambahu
alaiha kilabul hawab, atakuwaje time hiyo hali yake? Kwa hiyo akajua kumbe hawa mbwa ni ishara kwamba sisi tuko kwenye mtihani na fitna. Kwa hiyo sasa Aisha radhiallahu anhu akawa amerejea, hakuendelea tena kutafuta vita na ugomvi na kinginecho. Kama ilivyokuwa hadithi tulivyoizungumza kwamba Sayyidina Ali aliambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi, anaundhuru ila firqati allati tad'u ila amrin fa innaha, aliambiwa vipi, ya Abdullah kaifa yasna'u, vipi unaacha watu wanafanya hili jambo lile kubwa? Akasema mimi niliambiwa niangalie jambo hili linapopelekea niwe mtu wa kusubiri. Kwa hiyo na watu wote wengine wakaambia tumwangalie nani? Tumwangalie Ali atakokuwa ana subra kiasi gani. Katika riwaya nyingine Imam Bazzar anasema kwamba kad kharaja ahlu dinikum wa yadrib ba'dhum ba'd, kwamba ile akazinduliwa kwamba nyinyi mnapigana nyinyi kwa nyinyi, kwa nini mnafanya hivyo? Qalu fama ta'muruna, utatuamrisha nini ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akamwambia falzamha fa innaha lal haqq, anawaambia falzamha vipi? Manake jilazimisheni na wewe Aisha kwa sababu katika haki. Umeona maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi Musa al-Bazzar, Abubakar bin Shayba na ulama wakaisahihisha kwamba jilazimisheni na nani? Na Aisha kwa sababu katika haki. Ndio maana kina Zubair nao walitoka, Talha alitoka naye kwa sababu katika haki. Alipoamua kurudi, wanaambiwa wale ambao walitoka naye warudi kwa sababu yuko katika nini? Yuko katika haki. Abi Rafi' naye katika riwaya yake anasema anna Rasul sallallahu alayhi wasallam qala li Ali, haya maneno ndio nataka nimalizie kwa leo mnivumilie. Ali aliambiwa na Mtume ya maneno, innahu sayakunu bainaka wa baina Aisha amrun, ya Ali, itakuwa katika wewe na Aisha kuna tatizo litatokea. Sayyidina Ali akashangazwa sana, kwa nini wewe tatizo? Na yeye ndio mwanachuoni wetu tunamtegemea, kwa sababu Aisha ndio alikushika ilmu. Wale masahaba walikwenda kuchukua fatwa kwa Sayyidina Aisha, akasema ana ya Rasulullah, mimi Ali, mimi ndio nitakuwa na tatizo na Aisha? Kitu gani? Za nguvu ya fitna, kumbe umefitinishwa mpaka ukavurugana. Kwa hiyo maneno haya alipoambiwa Mtume akamwambia qala naam, Mtume akasema naam, kutakuwa kuna shida. Ana ashqahum ya Rasulullah, mimi ndio muovu kipindi hicho, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hao nitakuwa vipi? Ana ashqahum, kwa hiyo mimi nimekuwa muovu kiasi kubwa mpaka nipambane na Sayyidina Aisha. Ndio maana atalipotoka Sayyidina Ali hakufanya kitu, kwa sababu aliambiwa haya maneno na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu wakwambia Aisha hafai, kamfanyia Ali hivi, wanahukumu wao wanavyotaka. Ahlus Sunna wal Jamaa akida yetu hairuhusu kufanya hivyo kabisa. Akamtoa akamwambia la, haitakuwa hivyo kwamba wewe ndio muovu wao ya Ali, walakin idha kana dhalika, ukiliesi hilo, maana itapokuwa hali kama hiyo fardudha ila ma'maniha, mrudishe Aisha katika utulivu wake. Kwamba ukifikia hali kama hiyo ukaona kwamba kuna sintofahamu wewe na Aisha, tumia njia zozote umrudishe katika nini? Hali yake ya utulivu. Mbona kuambia usimpige, umpige Aisha atakuwa mbaya, atakuwa kadha kadha? Huyu ni Rasulullah, hawa masahaba zake anawajua, na alijua kwamba hii fitna itatokea baada ya kufa yeye, kwa sababu kila mmoja anataka apate nini? Madaraka. Sasa leo ukakuta watu wanakwenda kinyume, ndivyo sivyo, hii inakuwa ni jambo ambalo la mtihani sana tena sana. Sasa kumalizia sisi tunasema mawqif ahli sunna wal jamaa, msimamo wa ahli sunna wal jamaa katika vitu kama hivi. Wanasema vipi kuhusiana na mawqifatu Jamal, vita hivi vya ngamia? Wanasema kullu man sharaka min as-sahaba mujtahidun ma'dhurun, kila aloingia kwenye tatizo hili la fitna, amempiga mwenzie, amemuua mwenzie, amefanya kadha kadha, Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema huyo mtu ni mujtahidun, yaani alifanya kwa kujitahidi kutafuta haki na salah, na kama amekosea ma'dhurun. Mujtahidun ma'dhurun, mwenye kujitahidi lakini anapewa nini? Anapewa udhuru.
Kwa nini? Kwa sababu arada alhaqa wal islah, alikuwa anatafuta haki iko wapi na nini na suluhu. Hiyo ndio hali ya kwanza Ahlus Sunna wal Jamaa. Msimamo wa pili wanasema la yudhkaru ahadun minhum illa bi khairin, hatotajwa sahaba wa mtume yeyote katika hao waliokutana katika mawqil jabal, vita hivi vya ngamia, isipokuwa atatajwa kwa khairi. Wala yutakallamu, wala izungumziwi fi nawayahum, na wala hawazizungumzii zile nia zao kwamba yule alikuwa hivi, mbona alimjibisha hivi, mbona alifanya hivi, anajua asiende lakini akaenda, mbona kadha. Akida yetu sisi inakataza namna hiyo. Ndio maana tunaambiwa wala yutakallamu fi nawayahum, wala hatazungumziwa zile nia zao zilikuwa wao wanachukuliwa ni nini. La yudhkaru ahadun minhum illa bi khair, hawatajwa isipokuwa kwa nini? Kwa khairi. Msimamo wa tatu wanasema hivi, ma waqa'a kana fitna, yaliyotokea katika vita hivyo ilikuwa ni fitna baina sahaba, kati ya masahaba walichonganishwa, walipiganishwa tu. Numsik alsinatana, tunazizuia ndimi zetu, anha kama amara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunazizuia ndimi zetu kama vile alivyotuambia Mtume SAW tusiingie kwenye janga. Kwa hiyo ndio tunazuia kuwa define wao na kuwapa hukumu na kuwajaji kwamba huyu mzuri, huyu mbaya kwa sababu alimpinga Sayyidina Ali, huyu alikuwa kadha wa kadha. La, sisi hatufanyi namna, kwa sababu ilikuwa ni fitna wamepewa na Mwenyezi Mungu, wao kwa wao wagombana, walichochewa. Sisi tunyamaza ulimi wetu. Kwa nini tunyamaza ulimi wetu? Katika Musnad Imam Ahmad ambayo hadithi nambari 77 kwa isnadi sahih, Mtume anasema man takallama fi ashabi rasul sallallahu alaihi wasallam bisu, yoyote atakayezungumza maswahaba wao kuwazungumzia ubaya, bisuin, kwa kuwazungumzia ubaya, au sabin, au kutukana, ahadan minhum, mmoja yote katika wao, fahuwa mubtadi'un dallun, yeye ni mtu ameleta uzushi na amepotea. Ndio ukaona kwamba Ahlus Sunna Jamaa waambii Shia makafiri. Ile Shia atakaonyesha ukafiri wake, tunaambia yule kwa yeye kama yeye ndio kafiri. Akituambia Shia wote makafiri, atusemi kwa sababu gani? Kauli ya Ahlus Sunna Jamaa wanachuona nasema huyo mtu atakuwa amemtukana sahaba wangu au amemfanyia ubaya sahaba wangu, huyo ni mubtadi'un dalun. What does it mean? Inamaanisha nini? Kwamba huyo maana yake amefanya uzushi, amepotea. Mtu alipotea atakuwa afanyaje? Arudishwe. Mtu alipotea atakuwa afanyaje? Arudishwe, sio auliwe. Kama hakurudishwa kwa hikma kuweza, mwache mwenye atakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hii ndio misimamo ya Ahlus Sunna wal Jamaa kutokana na masahaba na fitna zao zilizopitia. Hali ngapi? Tumesema misimamo mitatu, kwamba atakayoshiriki yote kwenye matatizo haya ni mujtahidun ma'dhurun, amejitahidi na pewa udhuru, tumseme huyo sahaba. Kisha wote waliotajwa hawa katika masahaba, basi wao ni wanatajwa kwa juu wa khair, walikuwa katika nini? Khairi, hawakuwa katika shari. Na mimi hapa nimejaribu kuanalyze, kuonyesha kwamba vipi huyu ana nia nzuri, huyu ana nia nzuri, lakini wakakutana katikati fitna, wakavurugana wao kwa wao. Na ya mwisho anasema ilitokea kwa masahaba, sisi tunazizuia ndimi zetu, hatuziachi ziseme ovyo zikahukumu mambo, kwa sababu Mtume katuambia hadithi hii ambayo ilikuwa sahihi na yeye anaijua. Katika wanachuoni wa karne za karibuni ambaye ni Ibn Taymiyyah akasema kwamba, kwa sababu mara nyingine inaonekana maneno yao wanazungumza ni masufi, na huyu Imam Ibn Taymiyyah ni katika moja ya wanachuoni ambao wanaofuatwa na Mawahabi na Al-Salaf, wanafuata pia, wanamfuata wanachuoni kama huyu. Mara nyingine tunapenda kunukuu maneno yao kuonyesha si kwamba hivi ndio wanatekidi watu fulani tu, ndio fitna tuliowekewa hiyo. Sasa hivi tunakwenda kimadhehebu, group hili kwa hivi imekubali, group hili hatulitaki tu, ndio hivyo. Ibn Taymiyyah mwenyewe akasema kwamba mtazamo wake wa Ahlus Sunna Jamaa asema katika kitabu chake Aqida al-Wasatiyya, ambao kwa watu wanaosoma wataenda ukitizama Aqida al-Wasatiyya, kwamba wayumsikuna amma shajara baina sahaba,
Ahlus Sunna jamaa wanajizuia, wayumsikuna, maana wanajizuia yaliyotokea kati ya nani, ya masahaba, shajarani, maana mambo ya ugomvi baina ya masahaba. Wayakuluna, na wanasema tilka dimau tahara Allahu minha aidina, kwamba hizo damu ambazo zilizomwagika ni sawasawa Mwenyezi Mungu ametaharisha kutokana na wao hivi viganja vyetu, amevitaharisha kwa kutoa kwamba wao wamejifanya sacrifice ya dini, sisi tumeipata leo dini. Fala nulatahu biha alsinatana, haya maneno ya Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo hatuwezi kuchafua tena tukachukua zile damu zao masahaba wema tukaanza kuwa define na kuwataja vibaya, tukachafua sisi tukapaka zile damu ndani ya ulimi wetu, tukasababu ya kuingia wapi, wa kuingia motoni. Allah Ta'ala alam. Nisamehe kwa sababu maudhui ilikuwa inapelekea lazima niimalize kwa hapo ili tufahamiane. Kwa hiyo iliyotokea kwa masahaba, ndugu zangu waumini, ni jambo ambalo la kifitna, hawana makosa, hawana ubaya. Ukamsikia mtu anaanza kusema ubaya, hujue ni mubtadi'un dalun, huyu amefanya uzushi, maana ametengeneza jambo lake. Mubtadi maana mtu anatengeneza jambo lake haliko katika sheria wala ina mstari, na dalun amepotea. Mtu alipotea anaongozwa. Wajadaka dallan, what is the next? Fahada. Tukuta upotea kuongoa. Kwa na sisi hivyo tufanye juhudi kuwaongoa mashia kama wanaona ubaya, lakini sio kuanzisha na fitna nyingine kwamba mama kafiri sitaki afanye hivi, sitaki nione na hivi, afu baadaye tunakuwa waongo kwenye business yetu, maneno tuko nao. Lakini ukija katika mambo ya kutaka nini, huyu afai bwana shia, usimkurubishe huyu, inshallah. Allah Ta'ala alam. Mwenyezi Mungu atutanabaha, atujalie tuweze kufahamu. Ndio maana hizi elimu sasa hivi inabidi zizungumzwe, zielezwe. Tuko kwenye fitna kubwa sana ya kugawanywa Waislamu, ndio tunakuwa dhaifu kwa kugawanywa kwetu. Huyu afai, huyu hatuna nguvu, na kuwa kila siku tunadidimia, uchumi wetu dhaifu, afya zetu hazieleweki, elimu yetu ndio hiyo tena ya kubambanya. Aturudishie hali zetu Mwenyezi Mungu. Inna Allaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya aziz ya muqim bil ijabah. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Mwisho ni sahau kidogo, kuna hii jambo la WhatsApp group.